wa Kenya ni kuhusiana na ajali ambayo ilitokea juma hili na kusababisha vifo vya takriban watu 56. Hao walikuwa ni abiria ambao walikuwa kwenye basi na kisha wakafariki katika kaunti ya Kericho. Tunataka kuliangazia swala hili kwa kina hata zaidi, kuangalia sheria zilizopo na kuangazia ni nini hasa ambacho kinasababisha ongezeko la ajali humu nchini. Tulikuwa tukisoma kauli zako muda usiokuwa mrefu, na sasa hivi tuko naye hapa studioni Kennedy Abonyo ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa abiria nchini. Karibu sana. Asante sana. Tunafurahi sana kuwa nawe. Asante. Na muda usiokuwa mrefu tutakuwa tukiungana naye msemaji wa wamiliki wa matatu humu nchini. Atueleze mengi zaidi kwa sababu kuna shutuma nyingi ambazo zimeelekezwa kwa wamiliki na madereva wa matatu. Lakini wewe binafsi unadhani tatizo liko wapi haswa? Tutakuwa tukiliangazia swala hili tukisoma jumbe zako. Kwa hivyo endelea kututumia. Kwanza kabisa naona nikisoma hizi sheria mara nyingi naona ni wahudumu, wamiliki, madereva. Je, kuna sheria kuwahusu abiria? Kwanza kabla tujaanza ningependa kuchukua hii fursa kusema pole kwa wananchi wenye walipoteza wenzao, familia wenye walipoteza wenzao mahali popote wako. Ni pole sana, ni ile kitu sisi wenyewe tungezuilia haingefanyika, but kwa sababu kuna usembe mahali ilifanyika. Na hizo sheria ziko za abiria na za magari za uchukuzi. But hizo sheria haifanyi kazi vile inafaa. Naam, labda hata kabla hatujalizamia zaidi kujua sheria hizi zinasemaje, kama muungano wa abiria, wengi hawajasikia kuhusu muungano huu. Nyinyi ni kina nani? Na mmesajiliwa? Mnachaguliwa na nani? Tunachaguliwa na wananchi. Na hii imesajiliwa kirasmi katika sheria ya nchi yetu. Hakuna muungano yote inayostahili fanye kikao bila idhini ya serikali. Sheria ya wasafiri ilisajiliwa 2010. Yes. Na kazi yenu ni nini haswa? Okay. Kazi yetu kuu ni kuangalia matakwa ya wasafiri. Vile wanaweza safiri safely, ili akitoka hapa, kama sasa hii for example hii basi ilipata ajali juzi. Inasemekana hiyo gari ilikuwa imebeba watu kupita kiasi. Haifai kukuwa namna hiyo kwa sababu gari iko na viti ndani. Na hizo viti inabeba tu watu yenye natosha. Hakuna mtu anaruhusiwa kusimama kwa gari kama gari inaenda safari. Naam, kama muungano ambao basi unastahili kufuatilia na kuhakikisha kwamba abiria wako sawa wakati wa usafiri, nitakuwa sawa nikisema kwamba mmekosa kuwajibika katika kazi yenu kama wale ambao ni watetezi wa abiria? Kazi yetu tutafanya. Mmewajibika jinsi ambavyo inastahili? Haifanywi vile inafaa. Kwa sababu kama hii ilifanyika juzi. Naam. Inasemekana pale Machakos bus station kuna shida kidogo ama shida kubwa. But nasikia hiyo gari ilianza safari tena ikageuzwa kwa barabara irudi bebe watu wengine, na ile saa beba watu wanaenda safari. Sasa kama ingekuwa pale ndani haingetoka. Lakini swali ambalo nauliza, nyinyi kama muungano wa abiria nchini, mnafanya kazi yenu jinsi ambavyo inastahili? Ndio. Mnafanya vipi endapo abiria basi wataingia kwenye basi, wanajua kwamba imepita idadi ambayo inakubalika kisheria, lakini bado wanaingia? Je, endapo mnafanya kazi yenu, huoni kwamba vitu kama hivi vingekuwa vinazuiliwa kabla ajali kutokea? Unajua kama hii sasa hii ilifanyika juzi. Wanasema ati kuna gari yetu ingine hapa mnaenda kupanda. Unaona? Sasa wanamwambia abiria. Sasa kwa sababu abiria wanasema okay, wacha tuvuke pale ili tuingie kwa hiyo gari. Na hiyo gari ya kona. Kwenye wale nusurika kifo kwa hiyo jambo. Kwa hiyo ajali ilifanyika. Unaona wengine wanasema ile jambo ilikuwa
hao watu hawakupanda gari pale ndani, walipanda nje ya Machakos bus station, na lengo ilikuwa ni kuna gari ingine wanaenda kufanya nini, wanaenda kupewa. Wakati walianza kulalamika, hakuna mtu alichukua hiyo jambo ili wafanye nini, na kwa bahati mbaya dereva hiyo basi alikufa. Kama angekufa ingekuwa mzuri sana, ingekuwa funzo kwa madereva wengine, na hata hivyo hii sasa itakuwa funzo kwa wenye gari wengine wenye bado wanadhulumu abiria. Na nyinyi kama muungano wa abiria, kazi mnayoifanya haswa ni gani? Ningependa kuelewa nini haswa ambacho jukumu lenu ni gani katika sekta ya uchukuzi. Unajua, ukiangalia walimu wako na muungano wao. Ukiangalia hii wamiliki wa magari wako nao. Abiria ni walitengwa au waliwachwa hapo yatima. Ndio hapo tulikaa chini pamoja na tukatokelezea na hiyo vile wananchi wanaweza kuwa wa usalama wao wanaweza angaliliwa. Kwa hivyo mnafanya nini haswa? Ni usalama wa abiria. Akitembea, unajua saa ile anasafiri, unapata hapo ako na mzigo yake. Sasa gidi unapata hii mzigo inapotea. Saa hii sasa vile hii ajali imefanyika, saa hii unasikia sasa insurance watakataa kwa sababu wanasema hiyo gari ilikuwa overloaded, right? Saa ile wamekataa, nani atashughulikia wa abiria? Ni sisi. That is why tunataka hii wenye magari ikuwe funzo. Kwa sababu kwanza walikataa kuweka insurance kwa hiyo gari. Ya pili, hawana license ya kutembea usiku. Ya tatu, walibeba watu ile haistahili kwa hiyo gari. Kwa hivyo sasa mko hata na ofisi au simu ambayo abiria labda akipata tatizo wanawapigia simu? Ndiyo. Abiria wanajua? Yes, wengine wanajua, wengine bado hawajajua. Yes. Na mtazamaji, tunazidi kuliangazia hili swala kuhusu ajali ambayo ilisababisha vifo vya watu 56 juma hili. Tutakuwa tukiungana naye msemaji wa wamiliki wa matatu humu nchini atueleze upande wake, naye anasemaje kuambatana na ajali hii ambayo ilitokea. Wewe binafsi nitakuwa nikisoma jumbe zako muda usio mrefu, usiende mbali.